Karibu mpenzi mtazamaji katika mfululizo wa kujifunza mbinu bora za ufugaji, na leo tunaendelea kujifunza juu ya ufugaji wa samaki. Na leo tunaangalia mfano na mbinu ya kufuga samaki kwa kutumia vizimba au kwa lugha ya kitaalamu cage farming. Na hizi cage sio cage kama zile za kufugia kuku, lakini ni maalum kwa ajili ya kufugia samaki. Na kama unavyoona hapa, hii ni mojawapo ya cage. Kwa kifupi, cage unaweza kutengeneza kwa kutumia material mbalimbali. Unaweza kutumia miti kama unavyoiona hii ilivyosimamishwa, na hizo kamba maalum, na hizo nyavu ambazo tunatumia kuvulia samaki. Unaona kwa mfano nyavu hii hapa na nyavu hii hapa, ambazo ukazitumia kutengeneza kama kasha kubwa au boksi na ukaliweka kwenye mto. Huu ni mto ambao upande wa pili kumezibwa, ni bwawa kubwa na maji yanapita muda wote. Kwa hiyo unaweza kusema ni mto au ni bwawa, yote ni sahihi. Na ukiangalia hapa, huku ni asili kabisa, maji yanapita. Unaona magugu maji yale kule, haya hapa. Kwa hiyo chakula ni cha kutosha. Kwa hiyo unaweza kufuga namna hii asili kabisa, ukaongeza chakula tu kidogo, kwa sababu chakula kinakuwepo kwenye mabanda. Kwa hiyo au tuseme kwenye hii kizimba au cage. Kwa hiyo hii ni mbinu ambayo haijajulikana sana na watu wengi kwa ajili ya kufuga samaki. Kwa hiyo unaweza kutengeneza vizimba ambavyo vizimba hivi utavitengeneza kulingana na ukubwa unaotaka na idadi ya samaki unaotaka kufuga na aina ya samaki, kama vile unavyochimba bwawa na ufugaji mwingine ambao tumeendelea kuangalia. Kwa hiyo ukiangalia hapa, ina maana huu mto au tuseme hili bwawa lilikuwa kama hapa. Kwa hiyo panasafishwa na kuwa na mimea kama hii ya kwenye maji. Ukiangalia hii inatembea, hata nikivuta hapa inatembea tu kama hivi. Kwa hiyo ukisha safisha eneo, unatengeneza vizimba hivi, unaweza kisha unafuga samaki wako kulingana na mahitaji yako. Kwa hiyo unaweza kutengeneza ya kudumu au isiyohamishika, kwa maana hii miti au tuseme hizi nguzo zimechimbiwa chini kabisa kwa ajili ya kukaa kwa muda mrefu. Au unaweza kutengeneza pia cage ambazo zinaelea au floating fish cages, ambazo hizo unaweza kuzihamisha wakati wowote. Samaki wako wanakuwa vizuri. Kwa mfano hapo ukiangalia wanaonekana samaki hapa. Ngoja tujaribu kuzoom tuone kama tutawaona vizuri. Ukiona hapa samaki wako hapa. Kwa hiyo hapa pana zaidi ya tani 4 za sato ambao wamefugwa wako hapa. Unaona? Kwa hiyo unatumia kama hapa umetumia miti hii hapa ya kawaida ambayo unaiona ya mkaratusi au mlingoti na hizo nyavu. Ina maana hapa ukienda chini, hizi nyavu zimezunguka pia ili samaki wasitoroke. Hata maji yakiongezeka kina, bado samaki watakuwepo hapa kwa sababu wapo kwenye hizi cage. Ni kama kasha. Kwa hiyo samaki wanawekwa huko kutoka wakiwa vifaranga, halafu wanaendelea kukua kulingana na mahitaji ya mtu anavyotaka wakue, wawe na ukubwa gani. Kwa hiyo ni ufugaji ambao hauhitaji kujenga banda au tuseme kuchimba bwawa. Ni ufugaji ambao ni rahisi, uhitaji kuchimba bwawa. Ukishatengeneza keji zako, kama unaona hili eneo lote ni wazi, kwa hiyo hapa pote unaweza kufuga samaki wako. Kwa hiyo wale waliokuwa nauliza kwamba ni lazima uchimbe bwawa, basi majibu ndio hayo. Sio lazima uchimbe bwawa. Kama una eneo kama hili, unaweza kufanya ufugaji wa namna hii. Na ukiangalia hapa, samaki pia wanapita hapa. Hawa ni wa asili na wengine wametoka kwenye bwawa ambao mtu yeyote anaweza kavua. Lakini sasa ukitaka wawe wako, ni sharti watengenezee kizimba, kwa sababu inajulikana kizimba ni cha fulani na ndiye nao wahudumia. Kwa hiyo unaweza ukaweka magugu maji au azola kama za hizi au za asili, ukazitumbukiza humo ndani, samaki pia wakaendelea kutumia, ukawaongezea chakula kidogo cha ziada. Kwa hiyo huu ndio ufugaji wa vizimba au cages, na upo wa aina mbili. Upo wa aina huu cage za kudumu ambazo hazihamishiki na cage za kuhamisha. Kwa hiyo hizi unaweza kuziweka kwenye ziwa, kwenye mto mkubwa, kwenye bwawa kubwa kama hili.
na ukafuga samaki wako vizuri kabisa. Asanteni kwa kunisikiliza.